Mimi akagundua ile Heleni ni mpya na sio ya kwake, hivyo mzee ashamuoa mwanamke mwingine tena. Bibi akaamua kumweka mtukati baba yake aseme ukweli, lakini baba yake akawa anazuga anataka kuchukua kisu. Pale hapa na hapa bibi akamkata baba yake mkono, alafu akaamua kukimbia nje. Lakini alipofika tu hivi nje, Gromofovia ikamvaa tena. Hawezi hata kupiga step akadondoka. Sasa hiyo baba yake amekuja na sindano hapo. Bibi anakuja kuamka, amefungiwa chumbani. PC na simu yake vyote haviko. Muona, anaanza kupiga ukunga pale, lakini mzee wake akaamua kuishia zake. Akapambania pale mlango, lakini wapi. Akaona lile ceiling board lilivyokuwa umetoboka pale juu, akapata wazo, akapandia na meza mpaka kule juu, lakini mlango wa kule tena ulikuwa umefungwa. Sasa hiyo anapambania, kuna vitoi mpira vikawa vimedondoka, vikawa vimemuonyesha njia fulani hivi. Maana hiyo nyumba ilikuwa bado iko kwenye ujenzi. Kwa sehemu nyingi zilikuwa bado ziko wazi. Bibi akawa ameshuka pale taratibu, akawa ametoboa hapo ukuta ili atoke sebleni, lakini sasa hiyo mdingi anaingia. Kwa makini sasa ili babake asije kujua na yuko kule, lakini hapa na hapa akawa ameteleza. Mzee wake akasikia, akaja na bonge ya nyundo. Akaanza kumpromoshia bibie vitisho ili aweze kutoka kule, lakini bibie akakaza yani. Chochote alichoongea mzee wake hakusikiliza. Mzee wake akasirika akavunja hiyo mahali. Umeona? Bibie akawa anapita chini kwa chini. Mzee anafuata saundi tu hapa anapiga gagoma. Kaja na senso, kaanza kuvunja hapa na hapa akafanikiwa. Akawa ameingia na huko chini, kwa hiyo ikawa ni mtafute. Bibi amejificha kwenye kona hapa kuja kugeuka. Asi bibi akawa amedakwa kama hivyo. Sasa lakini walipopanda tu hivi hapa juu, wakasikia mlango mtu anagonga. Kumbe alikuwa ni daktari wake, bibi amekuja. Mzee akawa anatoa sababu kwamba bibi hayuko, lakini saa hiyo bibi akaja. It's okay. You can come in. Sasa baada ya hapo bibi akajua labda tena anaweza kupata msaada, lakini mzee wake hakumwachia yani. Bibi anaongea na daktari wake, anajaribu kutoa visaini hivi, lakini daktari wake haelewi chochote. Akaja na kampango mkakati kingine. Akaenda jikoni kama kwenda kuandaa chai, alafu akaandika kinoti cha msaada pale. Akaweka kwenye kikombe cha daktari, alafu kwa mzee wake akamwekea ile dawa ya usingizi. Lakini kwa bahati mbaya daktari akanywa ile chai, hata kujua kile kinoti kama kimeandikwa. Umeona? Sasa hiyo bibi akakosa matumaini. Mzee wake naye akaona kile kinoti, akaweka kisuzizi pale chapu. Umeona? Daktari akawa anaondoka, lakini kile kinoti kwa kimenata kwenye kiatu chake hapa. Bibi anataka kumsanua, lakini mzee wake ashaandaa kisu tayari. Sasa hapa na hapa daktari akawa ameona kile kinoti bana, anakisoma hivi. Mzee akambadilikia chapu. Oya, mzee alikuwa kweli ni muuaji. Bibi hakuamini macho yake. Sasa amefungwa hapo pembeni na maiti. Mzee akaja na kile kiboksi. Kama kawaida yake akatoa vieleni, pete nini akaweka kwenye kile kiboksi. Afa akaanza kumwambia Liz kwamba yeye ndo aliua marafiki zake wa online, mama yake na wale watu wengine wote. Na ule ugonjwa pia unasababishwa na yeye mwenyewe. Umeona? Sasa hiyo mzee anasikia overless. Anadondoka, ile dawa ya usingizi inafanya kazi. Hapo sasa moyo wa bibi alicheza ngoma ya furaha, akachukua kisu akajifungua, alafu akaamua kupiga simu polisi. Akatoa maelezo pale kwa polisi, lakini hapa na hapa kuangalia amuone mdingi. Umeona? Akashtuka tena. Kugeuka hivi, kushoto kulia, mdingi huyu hapa nyuma. Umeona? Ile dawa bana haijafanya kazi sana kwa mzee, maana ameamka taka baada ya 10 yani. Akachukua ile simu akaivunja. Sasa alipokuja kugundua bibi ashapiga simu polisi na aweze kukimbia, akachukua dumu la petroli ya mafuta akamwagia bibie, akamwagia ile maiti ile daktari, afu naye akajimwagia. Mdingi ameamua yani wafe wote kusiwe na ushahidi, lakini bibi anamuomba kinoma yani. Mzee hataki kuelewa na washa njiti pale. Hapa na hapa bibi akamchana kisu pale, akaamua kukimbia kule juu kule kwenye ile gorofa. Mzee akawasha ile maiti moto, alafu akawa anamfuata bibie. Sasa hapa na hapa mzee anamwambia twende, shuka, njoo. Bibi akamwambia kama unaweza kunifuata wewe njoo. Alikuwa hajui. Bibi alikuwa mjanja, alitumia mbinu wake hapa. Alipopanda huku juu, cha kwanza tu alifika akafunika ile sehemu ya ceiling board iliyotoka na mfuko. Kwa mzee alikuja kichwa. Alipodondoka huku chini, moto nao unakamata. Na hivyo kwa amejiweka petroli, mzee aliungua mzima. Bibi naye akatafuta kwa upenyo akatoka mpaka nje. Na kwa mara ya kwanza kwenye maisha yake tangia zaliwe mwenyewe kuamini yani, alienjoy kuwa nje kwa mara ya kwanza. Ule ugonjwa wake hukumkamata tena wala nini. Kama ilivyo usiku unakuaga mchana na mchana unakuaga usiku. Hapa ndo mwisho hii movie yetu tamu kabisa yani. Hebu tukutaneni hapo kwenye comment, nompa 100% ngapi bibi kwa kupambania maisha yake.